Niliona mtu anasimama katikati ya barabara. Nilipiga honi mara mbili, akakaa pale pale. Nilibonyeza breki kwa nguvu, lori likatetemeka, mzigo ukasogea kama unataka kupinduka. Mara nyingi watu huona malori barabarani na kuyapisha, lakini hawajui siri tulizonazo sisi madereva. Wengi hufikiri ni kazi ya kawaida tu, panda lori, shika usukani, peleka mzigo. Lakini kwa kweli, safari za usiku zina mambo ambayo ukisimulia, watu wengine huona kama hadithi za kutunga. Ila mimi mwenyewe nimepitia, na hadi leo nikikumbuka mwili hunisisimka. Ilikuwa ni safari yangu kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya. Nilikuwa nimepakia mizigo mizito ya kiwandani, sementi na mabati. Saa zilikuwa zimeenda sana. Nilipofika Morogoro nikakuta barabara imepungua msongamano. Nikajua sasa safari ni nyepesi. Wenzangu madereva wengi walipaki magari yao pale Mikumi. Wakasema wasubiri asubuhi. Lakini mimi nikasema ngoja nipige usiku, nikifika mapema nitalala huko. Nilipofika maeneo ya hifadhi ya Mikumi, usiku ulikuwa mzito, hakuna taa zaidi ya mwanga wa lori langu. Nilikuwa na redio yangu ndogo, nikapunguza sauti, nikawa nasikia mlio wa upepo na makelele ya wanyama mbali. Saa kama 3 usiku nikaanza kuhisi usingizi. Nikavuta sigara, nikafungua kidirisha hewa iingie, nikajipa moyo. Lakini ghafla niliona mtu anasimama katikati ya barabara. Nilipiga honi mara mbili, akakaa pale pale. Nilibonyeza breki kwa nguvu, lori likatetemeka, mzigo ukasogea kama unataka kupinduka. Taa za lori zilimwangazia yule mtu. Alikuwa amevaa na ning'inia, kichwa kimeinamishwa. Nilishika usukani kwa nguvu, nikavua macho kwa sekunde 2, nikitazama tena, hakukuwa na mtu pale. Moyo wangu ukadunda kama ngoma. Nilijiuliza, labda nimechoka ama macho yangu yamenidanganya. Lakini ndani kabisa nilihisi sio kawaida. Nilipoendelea kuendesha, nilianza kuhisi lori langu linapungua mwendo. Nilipoendelea kuendesha, nilianza kuhisi lori langu linapungua mwendo, kana kwamba lina mzigo zaidi. Nilishuka nikapiga torch. Matairi yako sawa, mizigo iko imara. Niliporudi kwenye cabin, nilihisi baridi kali isiyo ya kawaida na harufu kama ya moshi wa shimo la makaburi. Nilijifariji, nikawasha redio. Lakini badala ya muziki nikasikia sauti kama za watu wakilia mbali sana. Nilizima haraka, nikatulia kimya. Nikiwa natetemeka, nikageuka kushika gear, ndipo nikashtuka. Kiti cha abiria kilikuwa hakina mtu nilipoanza safari, lakini sasa palikuwa na mwanamke mzee. Nywele zake zilikuwa ndefu kama pamba, macho mekundu kama makaa, na alikuwa ananitazama moja kwa moja huku akitabasamu. Safari ndefu, si ndio? Aliniuliza kwa sauti ya kukwaruza, kana kwamba anatoka shimoni. Nilihisi miguu yangu inataka kusimama yenyewe. Nilitaka kuruka nje ya lori, lakini mikono yangu ikakamatwa na kitu kisichoonekana. Lori likaendelea kuendesha lenyewe bila mimi kushika usukani. Nilitaka kupiga mayowe, lakini sauti haikutoka. Niliona barabara mbele inabadilika, badala ya lami, nikawa naona kama njia ya mchanga, huku kulikuwa na taa za moto zinazowashwa kando ya barabara. Nilihisi kama nimeingia ulimwengu mwingine. Nikapiga moyo konde, nikamwomba Mungu kimoyomoyo. Nilipogeuka tena kumtazama yule mwanamke, hakuwa tena kiti cha abiria, bali alikuwako ndani ya kioo cha side mirror, akinichekea huku akitembea sambamba na lori. Machozi yalinitoka bila hata kugundua. Sikujua nifanye nini. Nilihisi kama nataka kuacha gari pale pale, lakini nilikuwa katikati ya hifadhi msituni, pengine wanyama wakali wako karibu. Na safari iliendelea, lakini pale ndipo mambo ya ajabu zaidi yalianza kunitokea. Nilipoona yule mwanamke amehamia kwenye side mirror, moyo wangu ulitetemeka zaidi. Niliwahi kusikia hadithi za madereva wenzangu juu ya mizimu na watu wa ajabu barabarani, lakini sikuwahi kufikiria kuwa mimi mwenyewe nitakutana na jambo kama hili. Nilipiga honi mara 3 kwa nguvu, nikidhani labda itasababisha nistuke au niamke ikiwa ilikuwa ndoto. Lakini sauti ya honi ilipiga kelele kubwa katikati ya usiku. Ndege pori wakapaa juu, na bado kwenye kioo cha side mirror, yule mwanamke alikuwa anatembea sambamba na lori langu, bila kuchoka, bila hata kuhema. Nilijikaza, nikasema moyoni, lazima niendelee, nikisimama hapa nitakufa. Nikabonyeza mafuta zaidi, lakini badala ya kuongezeka mwendo, lori likawa linajisikia nzito sana.
Speedometer haikupanda zaidi ya 40, japo nilikuwa nimekanyaga kwa nguvu. Ndipo nikasikia sauti kutoka nyuma ya cabin, sauti ya mwanamume akinong'ona, punguza mwendo, barabara hii sio yako. Niligeuka haraka, nikamulika nyuma, lakini hakuna mtu. Nilihisi mikono yangu inatetemeka, lakini bado nilishikilia usukani. Jasho linishuka usoni ingawa baridi ilikuwa kali. Nikakumbuka maneno ya dereva mwenzangu Musa aliyewahi kuniambia, kwenye barabara za usiku ukiona vitu vya ajabu usiwahi kuzungumza navyo wala kujaribu kuvihoji. Endelea tu na safari yako, utapita. Kwa hofu, nilianza kusali kimoyomoyo. Nilikuwa namuomba Mungu kila sekunde. Lakini muda ulivyozidi kusonga, nilianza kuona mambo ya ajabu zaidi. Kila nikipiga taa mbele, niliona vibao vya barabara vimebadilika. Badala ya kuonyesha Iringa kilomita 120, niliona maandishi ya ajabu yasiyoeleweka, kama herufi za Kiarabu zikichanganyika na picha za fuvu la kichwa. Nikajikuta nasogea mbele bila kuelewa kama bado niko barabara kuu au la. Mara taa zangu zikapotea nguvu, zikawa zinawaka kwa shida kama mishumaa. Nilitaka kusimama ili nikague battery, lakini moyo ulikataa. Nilihisi nikisimama kabisa, kitu kibaya kitakutokea. Na ghafla, nikasikia mlio mzito juu ya lori, kama mtu anatembea juu ya paa la cabin. Hatua zikawa nzito, zikikaribia eneo nililokuwa nimeka. Nilishika breki kwa nguvu, nikakodoa macho juu, lakini kwa macho ya kawaida hakuna mtu. Ila sikia, sauti ilikuwa dhahiri kabisa. Sasa nimekwisha, nikajisemea. Nilipogeuka tena upande wa kioo cha kulia, yule mwanamke hakuwepo tena. Lakini badala yake, niliona mtoto mdogo amekaa juu ya tanki ya mafuta upande wa kulia wa lori, akinitazama kwa macho mekundu yanayong'aa gizani. Hapo ndipo moyo wangu ulianza kuniambia labda safari siyo ya kawaida. Nilikuwa nimeingia kwenye ulimwengu wa ajabu ambao si kila mtu hushuhudia. Na safari iliendelea. Unajua kilitokea nini? Usisubiri kusimuliwa, subscribers na comment ili upate mwendelezo wa simulizi hii. Asante.